mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami, karibu mumwoyo kwanje, karibu mumwoyo kwanje.
We thank God for this far. Kwa majina mimi najiita Esbon, nimeokoka Yesu ni Bwana. Tunafanyia Mungu kazi. Amen. Bwana asifiwe. Sasa hapa nataka tunasaidiana. Tuna dance wote, sisi wote. So wote kama unajisikia ku dance, unaweza simama utusaidie. Ni rahisi, simple tu. My DJ uko tayari? DJ uko tayari? So nataka nionyeshe kitu moja. Tunapiga makofi kando. Ona hii. My DJ uko tayari? Tuseme. Eka mikono tu. Tunaruka ngano namna hii. Ruka tungano. Tuyo wote. Asante. Tuyo tu. Unanipatia makofi. Kuwa hapa na mshukuru sana dadangu Florence, ndiye aliyenialika na nina furaha sana.
I'm going to represent one song by the name Yahweh Anatenda. utakuwa umefanya jambo la busara sana. Hallelujah. Bless you. Asante sana mama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Ambia mwenzako hakuna kama Yesu. Hakuna kama Yesu. Asante sana. Unaweza nipa wimbo? Unaweza chapia Yesu makofi pole pole jamani. Oh, kama wewe. Jamani chapia Yesu makofi pole pole.
Haleluya. Mimi naitwa Florence Ndeni, nimeokoka na nampenda Yesu. Mungu ni tegemeo wakati wote.
given us a special time to celebrate Him. Tunashukuru Mungu sana maana ametupa fursa ya yake ya kuweza kumshukuru. I'm called Bishop John Bosco. Mimi ninaitwa Askofu Bosco. And I want to thank God for Nyota TV. Nataka kushukuru Mungu kwa ajili ya TV ya Nyota. You have really been a blessing to us. Kwa kweli mmekuwa baraka kwetu. My earnest prayer is that God may extend your boundaries. Ombi langu ni kwamba Mungu akapate kuzidisha na kupanua mipaka zetu. And the pastors who are my friends and those who know me, I recommend you that you can check on this TV and the Lord God will extend your boundaries. Amina. Basi wachungaji ambao ni wanangu na marafiki zangu pia nataka kuwapigeni ari kwamba mpate kufuatilia kwenye television hii na Mungu awabariki atapata kubariki. Let us go to the word of God in the book of Genesis chapter number 22. Nataka tuende moja kwa moja katika Biblia zetu kitabu ni cha Mwanzo mlango 22. Genesis chapter number 22 and we will begin from verses number 1. Mlango ni wa 22 aya yake ya kwanza. The message I want to bring to you today is jumbe ambao ningependa kuwaletea siku ya leo. Please lower my volume. The message I want to bring to you today is test before a declaration. Basi ujumbe ambao ningependa tuweze kuwaletea ya leo ni kwamba kujaribiwa kabla ya kuweza kutangaza. Test before declaration. Matangazo ama kujaribiwa kabla ya kutangaza. Verse number 1. Mstari wa kwanza. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham, and he said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And the Lord, and he said, Take now thy son, thy only son, Isaac, whom you love, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell you. Ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mojawapo nitakao kuambia. Let's have a word of prayer. Tunamishe vichwa kwa maombi. Loving Father, we want to give you praise because you have given us an opportunity to minister your word. And therefore, Lord, I want to commit everybody in your able hands, that as this message goes out, oh God, your people may be blessed. Baba, tukushukuru sana kwa sababu ya kutupa nafasi ya kuweza kulihudumu neno lako jioni kama hii. Na ombi langu Mungu ni kwamba tunapoenda, watoto wako wanapoenda kulisikiza neno lako, Bwana ukawabariki tunapoendelea kukaa chini yako. I want to thank you for what you have done and what you are yet to do. We thank you for the morning service. We thank you for the Nyota TV, oh God, for having been a blessing to Christ Alive Church the entire day. Asante kwa yale Bwana umetenda. Asante ambayo hata kwa yale bado hujatenda. Tukushukuru mno Bwana kwa sababu ya TV hii ya Nyota ambayo Bwana katika ibada ya asubuhi walikuwa baraka kwetu, na tena mara hii wako tayari tena kutuhudumia. Naomba Mungu kawabariki. And God, I stand on this altar to speak a blessing upon that organization, that God in your own grace and your own doing, you may be able to give them openings that, Lord, they will wonder after I have spoken over this altar today in their lives. Amen. Baba, nataka kukushukuru kwa sababu Bwana ya halmashauri hii nzima ya Nyota TV, na kwamba Mungu wa majeshi, kwa baada ya mkutano huu
maneno haya niliyoyatamka wacha yaanze kutenda kazi katika Bwana halmashauri hii, na wakaanze kuona ongezeko na baraka kuzingatia maneno haya niliyotamka kwenye madhabahu haya. Father God, I raise against every power of the devil tonight in the name of Jesus. And I want to say, God, as I speak this word, give me the words that can be spoken and blessing your people today in the name that is above every name. Na Baba, sasa nainuka kinyume cha kila nguvu zote za giza, ninaziteka nyara na kuamrisha kwamba hazitatuweza katika jina la Yesu. Baba, naomba unipe maneno nitakayotamka Bwana, kwa sababu ya kubariki mioyo za watu wako. Katika jina la Yesu tunaomba. Kwa Yesu Kristo. Please raise up your hands and give Jesus a mighty hand of praise, because I am convinced and I know the anointing of God is in the house and the grace of God is in the house. The Lord is going to touch all of us in Jesus' name. Hallelujah. Basi nitaomba kila mtu ainue mikono yako. Nataka tupigie Bwana shangwe na vigelegele jioni ya leo, kwa sababu ninajua na nina hakika ya kwamba neema na upako wa Bwana uko katika nyumba jioni ya leo kuweza kugusa maisha yako. Pigia Yesu makofi mazuri. Now watch this. Tazama hii. Before God blessed Abraham, he put him in a test. Kabla ya Mungu kumbariki Ibrahimu, alimweka kwenye jaribio. Abraham had only loved and begotten son Isaac, and the Lord spoke to him and said, "Go and offer your son to the mountain I will show you." Basi Mungu akiwa na habari kabisa kwamba huyu ndiye mwana wa pekee aliyekuwa naye Ibrahimu, anamamrisha kwamba akwende kwenda mojawapo ya vilima atakaomuonyesha, akamtoe huyu mwana kama dhabihu kwake. Hallelujah. Hallelujah. When I was reading this word, I began to ask myself, it is God who appoints you where you, and it is God who appoints the place where you can take your son. Sikiza, Mungu tu ndiye wa pekee anayeweza kukupa mwongozo mahali ambapo wewe inakupasa kupeleka dhabihu yako ili ukamtolee. He told Abraham, "Take your child to Mount Moriah and sacrifice him for me." Ni Mungu aliyetoa maagizo, akamwambia mchukue mwana wako wa pekee Isaka, mpeleke kumtoa dhabihu katika moja wapo ya vilima atakapokuonyesha. In other words, God knows where you have to offer your sacrifice for it to be accepted. Hallelujah. Basi ni Mungu tu aliye na habari kujua ni mlima upi ambao kwamba unakufaa wewe kwenda kutoa pale pale dhabihu. Today the Lord has brought you in this church for you to offer a sacrifice of praise for you to be accepted before the eyes of God. Hallelujah. Basi jioni ya leo mpendwa, ni Mungu ambaye amekuchagulia uje katika mkutano huu ili ukapate kumtolea sifa na ili kwamba sifa zako zikaweze kukubalika. Remember, you cannot take your sacrifice anywhere until the Lord opens for you the door to take the sacrifice. Like this TV has brought their sacrifice in this house, and therefore I command a blessing to rest upon this organization in the name of Jesus. Hallelujah. Basi Mungu ana mahali mahususi ambapo amepatenga kama vile alivyokusaidia wewe na kukuelekeza kuja katika ibada hii ili ukatoe dhabihu zako za sifa kwake, na vile ambavyo watu wa timu ya Nyota Bwana aliwaelekeza akawaleta katika ibada hii ili wakatoe ibada yao ya sayama ya timu yao mahali hapa, ili Bwana wa majeshi akapata kupokea sifa zao. The Lord accept your sacrifice. Wacha Bwana ipokee dhabihu yako. The Lord walk with you today. Wacha Bwana atembee nawe jioni ya leo. Watch this. If I tell you, if you are not taking off, you will not get your blessing. But the moment you take off, the Lord begins to work out how He will bless you. Hallelujah. Sikiza hii Bwana. Wewe umepewa maagizo ya kuondoka, lakini hadi ufanye hatua ya kwanza
when you take off, don't forget the sacrifice. Unapoondoka na kuanza safari, usisahau dhabihu. Because you can reach the appointed place and you have forgotten the sacrifice. Manake waweza fika mahali muhimu, alafu bwana ukawa umesahau dhabihu. Some of you have taken off, they have come to this place and they have covered the sacrifice of praise. I know God has recorded this day in the book of remembrance. And one day when he will be blessing you, he will remember you. Hallelujah. Sikiza bwana, wewe umekuja katika mkutano huu na kwa sababu umejibebea dhabihu ya sifa, basi tunaingia katika vitabu za kumbukumbu. Kwanza siku moja, siku itakumbukwa na baraka zako wewe utapata. Now watch this. Abraham took a journey of 3 days. I do not know how long it is going to take you. You may take 1 day, you may take 2 years, you may take 3 years, but you reach the area of sacrifice. And a miracle from heaven shall come. Those who have been cheating and laughing at you, they will see the miracle and they will cross their mouth. Hallelujah, mikono yako pigia Yesu makofi jamani. Hallelujah, Bwana asifiwe. Sikia, safari ya Ibrahimu ilichukua siku hizo 3, na alipoondoka alienda akafika mahali Mungu alimtuma. Sasa wewe umekuja katika mkutano huu na haijalishi itachukua muda gani, lakini maana imeingia katika daftari za mbinguni kwamba ulikuja katika mkutano huu. Mpendwa, amini usiamini, Baba ni mwaminifu, atakutumia mkutano huu na matarajio yako. Yesu atakutunuku na utainua mikono useme Baba amenitembelea. Hallelujah. Umesikia hiyo? Hebu nipigie mkono sema amen. Labda yako inasikiwa miaka ama miezi, lakini Baba aliye juu mbinguni anajua safari ulianza. Hata kama unaenda polepole, safari ulianza. Hata kama watu wanakudharau, safari ulianza. Mungu ashauri aseme amen. Kama unajua, wacha niongee kwa Kiswahili bwana. Sikia. Hebu nipigie mkono sema amen. Nimesema hivi, Abraham alichukua siku 3. Wapo nilisome, unanisikia? Abraham alichukua siku 3. Hata kama alikuwa anachoka njiani, alijua kuna mahali. Na pia akaelewa amebeba dhabihu ya kutoa. Mpendwa, wacha nikwambie, hii safari ya wokovu, uliokoka ukaanza safari, hata kama hujafika na umechoka, you will surely reach the point. Panga mwenzako kwa kiburi, mwambie umesikia hiyo? Hebu nipungie mkono sema amen. Mimi niko ninaenda kufika miaka 60. Mwaka huu kuisha, mwana wa mchanga anafika miaka 60. Hiyo safari bado ipo na nimefika 60 na sijafika. Bado ninaenda pole pole, bado ninaenda pole pole. Wakati utakapofika, mashetani ya Nairobi yatajua amefika kiwango cha sadaka. Jamani, hiyo uone kama ni point. Kama ni point, usishangilie Yesu. Hallelujah. Katika nchi, after remembering the offering, there is a time of lifting your eyes to see yonder. Hawajanipata. After you have taken off, you have remembered the offering. Now you reach a point where you will raise your eyes to see the specific. Watch me show that place. He says this. Abraham
On the third day, Abraham lifted his eyes and saw the place far off. You people, do you understand scriptures? Mnaelewa maandiko? Siku tatu na nina uhakika alikuwa anachoka. Nina uhakika alikuwa anasikia njaa, lakini baadaye akainua macho, akatazama, akasema, wow, that is the mountain. I want to tell you, child of God, a time has come now. You have moved a long way. Now is the time to lift up your eyes and see where God can fix you. Somebody is going to be fixed today. In your Christian life, you will be fixed today. After this meeting, God is fixing you somewhere where no man can approach you. Yakakwambia ukiinua macho na uangalie na uone huo mlima, hakuna mtu atakutoa hapo, hakuna mtu atakung'oa. Mashetani yakikuja utayaambia, nimechukua miaka 3, nimechukua miezi 3, nimefika hapa. Hauning'oi hata ukija na machembe, hauning'oi maana nimepandwa kwa huu mlima, nitaona baraka yangu. Mtu ashauri hallelujah. Praise the Lord. Now watch this. He said, the Bible says he lifted his eyes and saw the place. And when he saw the place is now when his faith began to grow. Alipoona mahali pale, nina uhakika kuna watu wanaona mahali Mungu anawapeleka. Unaona mahali unaenda. Hata mimi nikiwa mzee hivi, I am seeing, my eyes are seeing where I am going. Kama gonga mwenzako kwa kiburi, mwambie unaona wewe kweli. Hallelujah. Baba anasema ya kwamba ukiona hata huyu ndugu amesmile, pia ameona. Huyu wa kuchukua hiyo liga amesmile, pia ameona kwenye anaenda. Hata kama anafanya hii kazi, anaona kwenye anaenda. Hata hawa ambao walianza hivi wanaona kwenye wanaenda. Na mimi pia nitaingia ndani, wakatae wakubali. I am coming with the anointing to be there. Wakinisukuma nasema niliona mlima. Sima wote tusiku tuachana. Please tueleweke tukazi. Hallelujah. Now, watch this. The moment you know where you are going, problems cannot hinder you to rejoice. Ukijua, pigia Yesu makofi mazuri. Ukijua kwenye unaenda na uinue macho uone, shida hazitakufanya ukashiriki. Njaa haitakufusha. Vikwazo za binadamu hazitakufusha. Hata mtu akikusengenya hautasushika, maana umeinua macho ukaona kwenye unaenda. Mungu ashangilie Yesu aseme yeah. I know where I am going. I know where I am coming from, and I know where I am going. I am a preacher. I know God is taking me somewhere. If I did not take long, I may be preaching internationally the way I did it the other year. But I'm going to ambia mwenzangu we are going on. Please somebody to give me my hand there. Now, put this down. You cannot go to the place of worship with an ordinary person. Hii maneno unawahi kuisikia wewe? You cannot go to the place of worship with an ordinary person.
Wakati Abraham alifika kiwango, akaambia vijana, nyinyi baki hapa, mimi ninaenda kwa huo mlima. Elewa, mahali pa sacrifice, you don't go with the ordinary people, you go with the ordinary people who understand your faith. Even if you are a preacher, walk with the people who understand your faith. You don't just walk with somebody because he says he's born again. Mulisikia kile nimesema? Going to offer a sacrifice, you don't go with the ordinary people. Even doing a business, even doing a business, even doing a business, you don't do a business with ordinary people. Even when I walk, I just don't walk only with the ordinary people. I walk with the people who have a destiny. Jamani, endelea ama nisiendelee? Hallelujah. So Abraham akawaambia, baki hapa, mimi ninaenda pale, nikimaliza kazi nitarudi. Usikuwe tu mtu kwenye matembea, mtu akisema twende sokoni, yes. Twende Kigoma, yes. Twende tununue mtumba, yes. Twende tukunywe soda, yes. At times, be a tough woman and a tough man. Be a tough person. Let them search for you and they will not find you. They will say, where do we get this person? He's a person who knows where he's going and he has carried also a sacrifice. If you carry a sacrifice, you will not be a cheap person. But you have a coffee, remember sacrifice, you will not be a cheap lady. Remember sacrifice, you will not be a cheap preacher. Na kutananga na wahubiri wananiambia, silikuja nihubiri tu kwako. Wewe, ninakwambia mhubiri, let what you are carrying save your name. Umesikia hiyo mati? What I am carrying will make people to call me. Please, can you come and preach? Please, can you come and sing? Please, can you come and intervene in this situation? Because I am carrying something. I have a sacrifice. I have taken off. People will search me because I am busy. Jamani, unapenda Yesu? Ukiwa busy, jamani, ukiwa busy, hata kwa business busy, wanakuja wanauliza, wapi manager? Huyu anauzaka magari, wapi manager? Manager hautapanda juu ya lori, utakaa kwa ofisi, wanakutafuta kwa ofisi. I am a preacher born again, spirit of it. Hauna nipata kwa hii barabara, ninakula mahindi, unakula mahindi, na huku umeokoka, unahubiria watu, hata wanamuuliza umefanya nini? Ati tunasukuma injili, tunasukuma kundumu ya injili na mahindi kwa mdomo. Give Jesus a mighty hand of praise. When I come to Kayole, nikitoka kwa nyumba yangu, I make sure I'm well dressed in the way I am. Because I know I have taken off. I am carrying an offering and I have seen the place. I know I am carrying an offering, and when you carry an offering, a thief can take an offering. You don't talk a lot. Anointed people don't talk a lot. Wenye wamepangwa hawaongeani sana. Ukianza kuona unaongea ovyo ovyo, ukiholela hauna offering. Hauna offering. Because if you have an offering, you will be careful. You know whom you talk to.
You know the places to go. Because you have what? You have what? Wewe ukiwa unaongea sana hauna ofari. Tena you have not taken off. Uko tu hapa Kenya haujui. Uko tu hapa Kenya haujui kwenye unaenda. Wakikwambia umeokoka, yes. Walihubiri nini alikuwa anafanya tu makelele. You cannot even perceive a void and noise. Oh, Bwana asifiwe. I gave my life to Jesus in 1978. Some of you are not born. In 78, I am still on that journey, but I'm carrying an offering here. Ile siku nikaenda mbele ya Bwana, nikisema mtakatifu, mtakatifu, uliumba nchi, mtakatifu, nimefika. Mkileta jambo na Yesu watoe, hata mimi pia nifika hapo. Because I have an offering. Sasa wewe sahihi unaanza kufikiria bila na ubiri injili ya have an offering. Baada ya hii atasema tutoe sadaka. I'm not taking an offering. Because sahihi unaanza kupanga vile utatoroka before the offering is called. Tell your neighbor, the bishop is not calling for an offering. Pigia Yesu makofi Bwana kwaya. We have taken off. Nimeona mkiimba nikasikia sukari ndani ya moyo wangu. And you know I am also a singer. I am full of songs in my heart. Nikasema lakini wacha nijitie moyo. Siku nitatake off. This young ones will not see me. The day I will take off. You know, you cannot see. Nimeona mnaruka, najua mimi huku sijui na arthritis ama vitu gani. Naona mmeruka, nikasema Mungu ninakumbuka zile miaka. Zile miaka za kitambo. Sisi ulikuwa unacheza nainua miguu. Siku hizi nikiinua mguu nasikia huku. Unafanya kote. Mpaka sasa ninapunguza speed. And let me tell you, young people, when God has given you power to do something, do it with all your heart. Kwa sababu inafika kiwango hafanya vitu zenye nilifanyanga kitambo. Hata the way I was preaching many years ago, I don't preach like that. Because I changed. Habari yenu. Bado mpo. Allow me to give you 1 or 2 points as I close. Otherwise, kuna wengine mnahubiri mpaka masaa zinaenda kana kwamba Yesu anakuja kesho. And the Bible says 2000 years. Hata hizi miaka nashangaanga kama zinaongezeka ama zinakuwa subtracted. The 2 years, 1000 years. Si mnasikiana? 2000 bali asiongezani. Si mtu anipigia mkono aseme amen. Are you happy in the house today? And I want to give you a point here. My goodness. When you take off, carry the tools for sacrifice. Amen. Nashukuru Mungu wenye wanaandika. When you take off, carry the tools for sacrifice. Because if you reach that place and you have a sacrifice, you have already taken off, you have known the place, but you have no tools, the sacrifice will not be done. Hiyo mbona vile imeingia? Abraham alipewa kuni. Kijana anamuuliza baba, kuni ndizo hizi na sacrifice iko wapi? Abraham anasema na Mungu atatoa. Ninataka kutabiria mtu hapa siku ya leo na Mungu atoe hapa. Amen. Jina la Baba lipewe sifa. Wakaenda amebeba tools za sacrifice. And then in verse number 7, he laid the wood down for sacrifice. Alipoweka
calling for sacrifice. God waits until you are at your extreme is when he comes. Ukiwa bado una nguvu, misuli akuji, lakini wakati ambapo umefika mwisho, hata Mungu mwenyewe anajua kweli hii ni mwisho, hapo ndipo Kristo anakuja. Tonight nataka niambie watu wenye wamefika mwisho, the Lord is coming your way. The Lord is coming in your family. Those who have reached the end, I say Jesus is coming your way. Inaweza kuwa katika hali ya kifedha, anakuja. Inaweza kuwa hali ya kiafya, anakuja. When you are at the extreme, Jesus reveals himself. Amen. Na anaangaliaga imani yako. Umekosa pesa na bado unasema Bwana asifiwe. Unagojeka na bado unasema Bwana ni mponyaji, ili hali unagojeka. Mpaka Mafarisayo wanakuona anasema Bwana anaponya, na kwa nini anagojeka? Kumbuka wakati wa Lazaro alikuwa amekufa, wakajua amekufa, wakaanza kudharau mali za nabii, wakasema si waliendana na yeye kanisa, si walienda anabebana Biblia, wakienda kanisa. Kama Mungu anampenda, kwa nini ndugu yake anakufa? God waits for people to question your salvation before he comes. In fact, let me blow off your mind. Wakati people are questioning your salvation, know the Lord is at the door. Wow! Wakati wana question, wanasema na huyu kweli ameokoka, na huyu kweli atasimama. Hapo Baba anaanza kupiga, anasema kwa maandiko atakutengenezea meza mbele ya maadui. Hallelujah! I do want to say, let God lift. The impossibilities to man is possible with God. The fullness of joy in the house is my strength. The joy of the Lord is my strength. So when they begin to question my salvation, God wants to prove to them that indeed he called me. Ikiwa kuanzia Januari mpaka Disemba haujapata shida yoyote, I want to tell you, you are the worshiper. Because those who worship God are for. Na ndio maandiko yanasema the battle is not yours, the battle is for the Lord. How can the battle be for the Lord and we are not fighting? Bwana asifiwe. Wakati mwingine watu wakiona ukianza kubarikiwa, wanaanza kusema wewe ni wa madevo. Kwani walijuaje mimi ni wa madevo? Si basi tulikuwa uko na wao. How can you stay in salvation for over 40 years and joke with salvation? I don't believe it. Let me say this. When God fights, I put this down, heaven speaks when you are found to be serious. Heaven speaks. Heaven speaks when you are found to be serious. Heaven speaks when you are found to be serious. Heaven cannot speak if you are not serious. But when heaven sees you are serious, the heavens will speak. Did you hear what I said? If you are serious with God, the heavens will open and speak. If you are not serious with God, the heavens will not speak. When God found out that Abraham is serious to offer his son, heaven spoke. Can you make it here? I'm saying
when God found out that Abraham was serious to offer the son, heaven spoke. Tonight I want to tell you, child of God, let the heaven open for God to speak to your spirit tonight. Give Jesus a mighty hand of praise. Let heaven open and let God fill you. The cup that is empty, let it be filled. And when the cup is filled, you will feel surely it's good. I gave my life to Jesus. You can't come in this meeting and go the same way you came. I want to prophesy into your life tonight that God may begin to do what others have never done. Elijah did what others did not do when he was offering a sacrifice. He even poured water on the wood, and you know water extinguishes the fire. But Elijah knew, and he fixed his faith in heaven, and knew even if I do this, these other fellas have not done this, I am doing an extraordinary thing that has not been found in this area. And when Abraham now lifted his eyes, akaona kondoo imefungwa. Hata unashangaa, Mungu naye wa ajabu, hii kondoo ilitoka wapi? Na kwa nini hii kondoo ikapeleka tu kichwa kwa miti ikafungwa hapo namna hii? I pray your kondoo somewhere about inarandaranda, about inarandaranda Kayole, inarandaranda Soweto, wache fungwe pepe, na wewe ipate hiyo kondoo. Mtu ashauke hallelujah. Akasema Jehova Jireh, hapa ndiye ametoa. And I thank God Abraham did not call him Sarah. Sarah would have backslidden. Sarah angeanguka. Maana huyu ndiye alikuwa mtoto wake wa pekee. Atitenda mzee anaenda kumchinja. Mzee labda alisema tunaenda kuchunga wanyama kule. Sarah baki nyumbani. Nashukuru Mungu Sarah hakuwa. Wacha nimalizie hapo, maana Yesu akuji kesho. Yesu akuji kesho. Mimi sitakake kuhubiri sana, na hubiri injili fupi kama mimi mwenyewe haiti yangu. Niko fupi zote, na hubiri injili fupi. Maana ninajua kesho nitaamka. Atafika tarumbete na ataniambia, na mimi ni nabii. Ataniambia, atanakuja kesho. Sasa scripture sasa zingine sitasoma kesho. Wewe uhubiri mpaka umalize injili yote. Utahubiri nini kesho? Kwanza kama umealikwa kwenda kuhubiri, hubiri uache kama watu bado wanacheka. Hapana kama watu wamelala. Unahubiri mpaka watu wamelala. Ndio bado nasema in the book of John 16 hata uone. Hubiri achie njiani. Ualike. Nini ukikichosha sitakualika? Ukikuja uhubiri, nimekupatia saa moja, umehubiri 3. Tasema tu na ile bless you, we will meet again. Sitakualika. Oh, praise the Lord. Sitasimama tu hapo Bwana masasi. Bwana karibu sana. May the Lord God bless you for coming back. I really appreciate your people. And you see, Reverend Wycliffe, mimi wacha nakwambia, I normally pray and things happen. Now today, I want to take a very special time to pray for this TV program. Because honestly, I even didn't know this is what can happen. And mark this day in your diary. One day you will call me and say, man of God, on that small altar, God can do miracles. Hallelujah. You are. Come on. I want us to worship God. Jesus. Nani kama wewe?
Father, we give you praise. We are trusting you, Lord, to help us see the mountain where we shall put our offering. And God, the way you provided for Abraham, tonight there are people in this church and people who have come to listen to you. They have needs, oh God. I am praying in the name of Jesus that those needs may be met for your own glory. Father, I pray for every family that is here today. I want to declare them blessed. I want to declare them lifted. Father, let them go home when they are happy. I know there are some who have issues in the families. But today I stand on this altar and I command those issues to be done in the name of Jesus. Father, the ministers of the gospel here, I am praying for them, oh God, that the grace you have put in my life, I release in their lives also. We give you praise. We honor you, Lord. We lift your names. In Jesus' name, amen. In Jesus' name. Amen. So thank you very much. We come again and again, and I believe through the CEO, the ordination will be covered and any other meetings, Bishop. Sure. Any other meetings. Amen. Let's appreciate the Lord for that. Amen. Before I pray, praise the Lord. I read a scripture and the Bible says that our lips shall be fed by, our belly shall be fed by the fruits of our lips. And those that love it will eat of it thereof, for the power of life and death is in the tongue. What the bishop has prophesied cannot be active if we don't speak it and make it activated in the spirit. Look at your neighbor, tell your neighbor. Come on, you're not talking to your neighbor. Tell your neighbor. Congratulations for standing next to me today. Come on, tell your neighbor. I have a feeling that one day, somehow, somewhere, I will be your landlord. Come on, do you believe it? Can we go this one more time? Look at your neighbor, tell your neighbor, you better treat me well. Because tomorrow, I have a feeling that I will give you a lift. Amen. And that is how we choose to end this revival. Let's just pray. Father, we thank you. And Father, we honor you for such a wonderful, awesome day in a meeting. Yes, Lord. We thank you for your servant in this place. What a golden, big-hearted man. And we pray that in the name of Jesus, that grace will multiply in this place. Yes. That as we walk out of that door, we are coming great, that heaven is going to speak on our behalf. Yes, we come with victory in our homes, in our businesses, in our careers. Yes. And everything that is called by our name will experience that turnaround in a supersonic speed. We thank you for it shall be so, and it cannot be otherwise. For to be we pray in Jesus' name. Amen. And now the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Bye-bye. Greet your people. Tell them the meeting was powerful. I will invite you again. Karibu mwami mumoyo kwanje, karibu mwami mumoyo kwanje, karibu.